Kwa mujibu wa ripoti za utafiti wa GlobalCan 2024, saratani ni moja ya changamoto kubwa za kiafya zinazochangia vifo vya takriban watu 27,000 hadi 45,000 kila mwaka nchini Tanzania. Saratani zilizogundulika kuwapata wengi nchini ni saratani ya matiti, shingo ya kizazi, mapafu, utumbo mpana, puru na tezi dume. Je, serikali ya Tanzania imefanya nini kulikabili hili? Mimi ni Peter Lugendo na kukaribisha kwenye makala hii maalum itakayoangazia mradi wa PET CT scan na jengo la Samia Suluhu Hassan PET Center katika taasisi ya saratani ya Ocean Road, mradi uliobeba sura ya mageuzi ya matibabu ya saratani nchini, ukiwa umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 25. Safari yetu imeanzia hapo ilipo taasisi ya saratani ya Ocean Road. Tunakutana na Dr. Diwani Msemo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo. Anaeleza namna ambavyo kwa miaka michache ya awamu ya 6 yamefanyika mageuzi na uwekezaji kuboresha matibabu ya saratani kwenye taasisi hiyo. Ni uwekezaji mkubwa sana serikali imefanya kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa awamu ya 6. Kwa taasisi ya saratani ya Ocean Road peke yake, kwa miaka 4 serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 40 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya matibabu ya saratani, kwa ajili ya kusomesha wataalamu. Serikali imeweka vifaa vya kisasa ukilinganisha na vile vifaa vilivyokuwepo miaka 30 iliyopo. Sasa hiyo ni kwa upande wa taasisi ya saratani ya Ocean Road. Sasa tuachane na mengine yote yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 kwenye taasisi hiyo. Leo nataka tuzungumzie zaidi huo mradi wa Samia Suluhu Hassan PET Center, mradi uliozinduliwa wiki hii. Jengo hili ambalo linatambulika Dr. Samia Suluhu Hassan PET Center limegharimu kiasi kingi cha fedha. Mashine ambayo tumeizindua, ukweli ni kwamba miradi hii miwili imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 25. Kiasi hiki cha fedha ni kikubwa sana. Na natambua ziko mashine nyingine ambazo nilikusha zizindua za gharama kubwa ya fedha. Ipo mashine tulizindua ya thamani ya zaidi ya bilioni 18.5. Samia Suluhu Hassan PET Center ni mkombozi na ishara ya mageuzi katika tiba saratani nchini. Ndiyo, huenda haujui vizuri hiki ninachokizungumzia, PET CT scan. Kitaalam, kipimo hiki kinaitwa Positron Emission Tomography Computed Tomography. Ni kipimo cha kisasa cha kitabibu kinachounganisha picha za utendaji wa seli, yani PET, na muundo wa mwili, yani CT, ambacho husaidia madaktari kuona jinsi viungo vya seli vinavyofanya kazi na kubaini magonjwa kama saratani katika hatua za mwanzo kabisa. Kutokana na uwekezaji huu wa kisasa, kwa sasa Ocean Road inakuwa kituo kinachohudumia wagonjwa kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, ikiwemo Zambia, Komoro, Msumbiji, Burundi, Uganda, Kenya na mataifa mengi ya kusini mwa Afrika na kanda nyingine za Afrika. Bwana, mimi naitwa Samson Elias. Mimi ni mkazi wa Kibaha. Hapa nimekuja baada ya kusikia kwamba kuna vipimo hapa vimekuja hapa Tanzania, kwa sababu Afrika Mashariki hapa havipatikani. Baada ya kusikia kwa Tanzania vimekuja, ndo nikaamua kuja kufanya check up ili ngoje nijiangalie afya yangu jinsi ilivyo. Ila huduma ni nzuri. Kwa hivyo vipiko vizuri, yani of course. Wahudumu wako vizuri of course, kwa sababu hawa ni wazoefu. Naitwa Fredrick Patrick, ni mkazi wa Dar Pachanika. Yes, hospitali hapa Ocean Road umekuja wewe ndio mgonjwa au kuna mtu mwingine? Hapana, nimeleta ndugu yangu hapa, nimeleta kliniki ya kuja kufanywa chemotherapy. Yeye amegunduliwa akiwa kwenye hatua ya awali. Yaani alikuwa ndo anaanza kupata dalili. Kwa hiyo tuliamini kwamba tukimleta hapa atapata huduma iliyo sahihi. Ili kuonesha kuwa serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kupambana na tatizo la saratani na kuwasaidia watu wake, ili kuja na mpango wa kupunguza msongamano, taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa kupanua huduma za saratani hadi hospitali za kanda. Na hapo hospitali tofauti ziliongezewa mashine za kisasa na madaktari bingwa
ikiwemo kanda ya magharibi, hospitali ya Bugando imewekezwa vya kutosha. Kanda kaskazini, KCMC na yenyewe uwekezaji zaidi ya bilioni 5.5 zimetumika katika kituo cha KCMC pekee, na imekuwa na uwezo wa kuhudumia wagonjwa wengi wanaopunguza msongamano Dar es Salaam. Mbali na kuboreshwa kwa huduma za saratani, pia kumekuwa na vitengo mbalimbali vya kudhibiti saratani. Mfano, Ocean Road wana kitengo hicho kinachojihusisha na uchunguzi wa awali kwa wananchi kugundua dalili za saratani mapema, kinachowezeshwa kupata huduma kupitia mkoba wa Rais Dr. Samia, ambapo mpaka sasa taasisi hiyo imefanikiwa kuwafikia zaidi ya watu 200,000 vijijini katika kipindi cha miaka 4.5 tu, kwa kutoa elimu kuhusu saratani na kufanya uchunguzi wa awali bila malipo. Nikiwaaga, naomba kuwakumbusha jambo ndugu zangu, kuwa pamoja na juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kuboresha matibabu ya saratani, na wewe unaweza kuisaidia kwa kupunguza hatari ya kupata saratani. Japo hakuna sababu pekee ambayo imeshabainishwa kuwa yenyewe ndio inayosababisha saratani, lakini kumekuwa na mchanganyiko wa vitu vingi vinavyozunguka viumbe hai, kemikali na aina ya maisha tunaoishi kila siku kuchangia mtu kupata saratani. Mfano, kumekuwa na sababu zisizozuilika na zinazozuilika. Zisizozuilika ni kama jinsia, umri, uwezekano wa kurithi na hata mionzi ya jua. Lakini zipo sababu zinazohusishwa ambazo ni za kuzuilika. Kwa mfano, matumizi ya kemikali au mionzi, uvutaji wa sigara, maambukizi ya baadhi ya vimelea na virusi, bakteria na fangasi, matumizi makubwa ya pombe, ulaji mbovu kama vile mafuta mengi na nyama nyekundu kwa wingi, kutofanya mazoezi, unene uliokithiri au sumu za kuulia wadudu, ama wasichana kuanza ngono katika umri mdogo. Hivi vimekuwa vikitajwa kama miongoni mwa vihatarishi vya wewe kupata saratani. Sasa kwa nini usiviepuke? Mimi na wewe tunalo jukumu pia la kuchukua hatua. Mimi ni Peter Lugendo, msimulizi na mwandaji wa makala haya. Asante na nikutakie wakati mwema. Bye bye.